Hi clan zongu wa Kenya, clan zongu wa diaspora, natumai mko wazima popote mahali mlipo dunia mzima. Pia sisi tuko sawa, tunashukuru Mungu ametulinda. Kwa majina anajulikana kama Musa the King of Roofing. Nimetoka moja kwa moja hadi side za Makueni. Sisi tulisema pale kazi yetu ni countrywide. Tuko mahali naitwa Mlala. Wakamba mko wapi? Sisi tuko kwenyu sasa. Mtoe kazi sasa tuwafanyie kazi nzuri. Kama venye mnaona pale kazi yetu ni roofing. Huyu clan amekuwa akiangalia kazi yangu pale kwa YouTube, amekuwa akiangalia kazi yangu pale kwa TikTok na akaona hata nyumba yangu ikikaa mwaka moja, hata ikikaa muda yenye itakaa, Musa tu ndiye atakuja aniwekee nyumba yangu roofing. Na ndio maana leo niko kwa site, niko tayari juu ya nyumba. Hapa sasa tunataka kufanya 1 2 3, tuanze kuchukua nyumba measurement, tuangalie kama diagonal iko sawa ama kila kitu iko sawa, tuangalie leveling. Juu kitu kwanza pale tulisema kazi yetu haina shortcut. Na leo nataka at least wakati ambapo tunafanya na hao watu wangu ambao tunafanya kazi na hao ambao tumeshikana tufanye kazi pamoja, at least wakati ambapo unafanya ile project mkuu, at least mnaelewana, ama wale watu ambao unafanya nao kazi wanajua. Na leo nataka niipeane mtihani hapo kidogo, tuone kama wakati ambapo tunafanya kazi nao kuna kitu wanashika ama hakuna. Juu hakuna kitu mbaya kama mkae na mtu zaidi ya miaka 2 miaka 3, lakini wakati ambapo mnafanya kazi unakuta ule mtu ashikanishi kitu. Na mimi kama Musa hapa natakanga wakati ambapo tunafanya na wale watu wangu kazi, wanaelewa venye tunafanya ile kazi. Kwa mfano, wacha leo sijui nitumie nani leo? Nitumie nani hapa? Nitumie nani? Wacha nitumie ule. Anaitwa nani? Naitwa Mboko Kevin. Mboko Kevin Mogiro kutoka Kisii County. Kisii County. Leo tuko Ukambani. Ukambani. By the way, watu wa Ukambani, leo tumefika kwenyu. Na sisi tunasema pale ni mzuri wakati ambapo umejenga nyumba yako. Kitu cha kwanza unahakikisha ule mtu ambao unampea kazi ni mtu ambaye anaelewa chenye anafanya, ama ni ile, ama unaenda unachukua ule mtu ambaye anakuja pale anakuharibia nyumba yako. Usikubali kitu kama hiyo. Kitu cha kwanza uhakikishe ule mtu ambaye anakufanyia project yako pale ni ule mtu ambaye anaelewa kazi yake ni nini. Sasa zingine unaenda unakuta pale mtu anakuambia ama fundi anakuambia, na hiyo usiingilie fundi kwa ubaya, ni ile kitu ambayo iko kwa ground. Mtu anakuambia anajua kujenga nyumba from chini, kutoka chini kwa floor hadi anakuwekea kila kitu, tiles nini hadi roofing. Mtu anakuambia hivyo. Hiyo unaonaje hiyo? Mimi kitu naweza sema watu waache kudanganya. Number 1. Sure. Fundi asiwe kuambia yeye anaweza jenga kutoka chini, afunge chuma, akuje tena akupigie roof. Kama fundi ni wa mawe, wacha akae wa mawe na ndio afanye kazi yake safi kabisa. Kama fundi ni wa chuma, wacha afunge chuma yake. Na kama ni upande wa roof, hatubatishi. Hakuna watu hawajui Musa the King of Roofing. Sure. Ndio maana unaona tunatembea sisi countrywide. Leo tuko hapa Ukambani. Tunataka kuanza new project hapa. Sure. Sasa Wakamba tuko hapa. Wakamba tuko kwenyu. Watuletee nzuu, machungwa na maembe, tukule vizuri vizuri. Tukule vizuri. Tufanye kazi. Okay, sasa nataka uniambie, tunataka kuweka hii nyumba roofing. Yes. Na kitu kwanza najua roofing si kitu ambao unaweza enda tu pale na uanze kuweka. Yes. Lazima uhakikishe kitu kwanza unaelewa venye unafaa kufanya. Juu design za roofing huwa sifanani. Nyumba sifanani, unaenda hii unakutana ya design yake ni tofauti, unaenda kwa ingine unakuta design yake ni tofauti. Lakini ni mzuri wakati ambapo unafika kwa project unajua hii nyumba unafaa kuweka roofing aje, ama roofing yake unafaa kuchukua measurement aje kulingana na venye nyumba imechorwa. Na kitu kwanza sisi hatuhitajingi plan kwa nyumba. Kama mimi siwezi itisha plan. Ati sasa tuseme umenitia hii project na kuitisha plan, nataka kufuata hiyo plan. Kwa mfano kama hii nyumba saa hii ni sisi wenyewe ndio tuna design kulingana na venye clan wetu wamekuwa kiona kazi yetu pale kwa social media. Kwa hivyo nataka uniambie hii project venye ukiangalia hivi, nataka uniambie maintenance ya hii nyumba, ama ukitaka kuweka hii nyumba maintenance unatafuta kwa njia gani? Kitu kwanza hii nyumba unaangalia venye iko hivi. Tunataka tujue maintenance inaanza aje, ama umepata aje ukajua maintenance iko hapa ama iko wapi? Kitu ya kwanza, ukishafika site kama hapa,
kuna design venye nyumba imejengwa ambapo unapata ni different shapes. Kwa mfano kama saa hii ukiangalia pale ile ni ingine iko kando. Hiyo ni kadogo iko hapo. Ako ni kadogo na kako kando. Kiangalia pale chini kwa ndugu wenzangu mafundi, my fellow learned engineers, hiyo kitu iko kando. Kiangalia pale mwisho ni kando. So kwa ufupi iko na shapes mingi sana. Kitu yenye unafaa kuangalia ni ile shape yenye ni kubwa kwa zote. Number one. Na hii shape kwa hii kubwa yani yenye ni kubwa kwa zote inakuwa na shape ya rectangle. Sasa ikiwa hii rectangle kuna ingine kwa mfano, lakini si rahisi upate ikiwa square, yani natoshana side zote, si rahisi. Lakini inakuanga rectangle. Ikiwa rectangle tunaanza kupima venye ukuta zinapelekana ya hiyo rectangle kubwa. Lakini kwa hiyo rectangle kubwa unarudi hapo tena kuna hii distance refu na fupi hazitoshani. So unakuja kwa hii distance fupi ambayo ni width, si length. Length ni ile refu na width ni hii fupi kwa hiyo shape. So unakuja kwa hiyo shape. Kwa mfano sasa nikiangalia kama hii ninaona yangu inaanzia pale inaenda mpaka inakuta na hiyo imeteremka hivyo. So triangle yangu inatoka pale iguze ukuta ingine imeteremka hivi. Ile ya mwisho. Ya mwisho. Nateremka nao mpaka chini na kuja naipelekea mpaka na hii na hii. Kwa mfano sasa kama nikitaka kujua truss yangu ya kwanza, hiyo ndio ilikuwa swali. Nataka tufanye hivi. Kitu cha kwanza umesema ni ukuta gani iko mrefu kati ya hizi ambao tunaona hapa? Hii ukuta ni kizunguka hivi ama kulingana na vile nimezunguka. Nataka futi kamba. Mtusaidie futi kamba. Ile ndio mrefu. Hii ndio nimeona ni mrefu kutoka pale mpaka hapa. Hiyo ni length yetu. Yaani hiyo distance yetu ya hiyo rectangle. So itatoka hapa mpaka pale. So kumaanisha truss yetu ya kwanza kutoka chini, hiyo ni mgongo yake. Okay, kabla tujafika hapo, nataka tuhakikishe na futi. Tusiangalie na macho. Juu tukiangalia na macho tunaweza potea. Kwa hivyo juza zingine unaenda unakuta pale unakuta futi ama tuseme measurements unakuta imeachana na 1 feet. Ngoja tu akuletee. Unakuta pale imeachana na 1 feet. Ama ukuta saa zingine imeachana hata na 1 inch. Lakini lazima tuhakikishe hiyo measurement tumeifuata venye nafaa. Ndio usikute pale labda kuna mahali umeona ni mrefu sana ama ni fupi sana, lakini ukiangalia na macho hivi unaona kama zimetoshana. Kitu kwanza lazima tuhakikishe tumetumia measurement. Pita pande ile. Hakikisha tumetumia measurement ndio tu balance hiyo roof vizuri. Tuhakikishe diagonals ziko sawa na hiyo position za truss zote zimepelekana venye inafaa. Kwa hivyo wacha tujaribu tuone venye huyu fundi ananiambia. Leo nimesema wacha wenyewe wapime. Nisikuwe nafanya na watu kazi na washikanishi kitu. Ni at least wakati ambapo tunafanya nao kazi, wanaendelea kujifunza juu inafaa tuwafikie popote mahali mlipo. Kwa hivyo wacha tupime tuone. Tunataka tuanze, unaanza hata na hiyo. Pima na hiyo kwanza. Ongea tu nisikie. Sasa tuanze kupima na hii. Shika hapo. Naomba unishikie hapo tupime hiyo length. Sawa. Nataka tuanze na ile ukuta ambao tunaona ni fupi. Tuone measurement yake ni ngapi. Ndio tujue truss zetu zinafaa kukaaje. Najua kuna tofauti. Truss inasaidiaisha ikae hivi ama inasaidiaisha. Wacha nyumba yenyewe iseme. Sawa. Sasa kwa ukuta yetu fupi. Unashikia hapo mwisho. Ukuta yetu fupi ni hii. Ushikia hapo. Na tuna prolong hii ukuta kwa sababu hapo katikati hakuna ukuta ingine. So ni hii tuna trace nayo mpaka mwisho. Haya. Na kuomba usonge juu hivi kidogo ndugu yangu. Sasa kutoka huko mwisho mpaka hapa inasema that 1 feet and 9 inches. That 1.9. That 1.9 inches. Kwa hivyo that 1.9 inches ndio tutabidi tuipeleke kule kwa kona mahali ule fundi yako pale. Ndio tutafute hiyo ingine. Ndio tujue mahali ile ingine iko. Kwa sababu ile kitu ambayo inafanya tuseme hivyo, unakuta kuna ile ukuta ambayo ifiki mwisho. Kwa hivyo lazima tuhakikishe measurement ya pande hii na ya pande ile nyingine zimetoshana yote, ndio sasa tupate kujua position
ama mahali hiyo nyumba imefika, ama ile ukuta yetu mahali inafika. Nafaa upime that 1.9. 9 yetu ndio hiyo hapo. Niweke alama hapo. Weka alama hapo. Pe kitu ya kuweka alama hapo. That 1.9. That 1.9. Haya, that 1.9. Sasa hiyo tumepata hiyo ukuta ya pande hii, tunaipeleka pande ile nyingine ndio sipate kutoshana vizuri. Kwa hivyo sasa inafaa itoshane vizuri. Sasa itabidi tufanye hivi. Turudi tupime hiyo ukuta mrefu hiyo. Hadi hapa tuone kama hiyo measurement ya pande hii na pande nyingine imetoshana. Sasa nyingine unaenda unakuta pale labda imeachana na kitu kama 4 inches ama 3 inches. Sasa inabidi tuibalance ndio at least wakati ambapo tuna balance hiyo ukuta isikute moja ni mrefu kushinda ingine. Ndio at least wakati ambao tuna set truss zetu isikute imetwist ama ingine iko mrefu ama ingine iko fupi. Kwa hivyo wacha tupime hii ingine. Tumepeleka hii ya 31.9 pande ile ingine. Sasa inabidi tuipime tena ingine tujue inasema futi ngapi. Haya, ni hivyo. Sasa wacha tupime ingine tuone. Tunarudi upande ya distance refu. Na tuchukue measurement. Sauti kidogo. Tuchukue measurement kwa hii distance yetu refu. Ndio tuhamishe ile side nyingine tuone kama inaperekana mzuri ama haiperekani. Kwa sababu hatuwezi amini mafundi wa mason. Unaweza pata kuna mahali ya teresa kidogo. Sasa lazima tuhakikishe tuweke vitu mzuri ndio tupate diagonal yetu. Measurement zetu sitoshane. Okay, hapo inasema sasa kama hapa inaniambia iko 39.11. 39.11. 39.11. Kwa hivyo ile ilikuwa 31.9 na hii imekuwa 39.11. 11 inches. Okay, kwa kumaanisha hii ukuta imekuwa mrefu kushinda ile ya kwanza. Sasa kwa truss tunafaa tutumie ile ukuta fupi ambayo tulipata ni 31.9. Okay, wacha tuone kama measurement na pande ile inatoshana. Sawa. Wacha tupime tu confirm. Haya, Junior enda pande ile. Sawa, ile tulipata 39.11. Okay. Sasa tukikuja hapa tunapata ni kama imekosa inchi 3. Hii imekuja 39.8. Kumaanisha imeachana na 1 2 3. Imeachana na inchi 3. Tukienda tukukuta imeachana na hiyo distance. Kitu kwanza tunaangalia hiyo inchi 3 tunaidivide. Tugawie pande ile nyingine na pande nyingine. Ndio zote si balance vizuri. Usikute moja ni mrefu kushinda ingine. Ndio wakati ambapo tuta set truss zetu tunahakikisha hizo truss siko balance. Hakuna mahali mrefu kushinda ingine. Juu ukienda kuweka moja ikuwe mrefu kushinda ingine unakutanga ile parallel. Yana maanisha ile parallel wakati ambapo unapanga zile mabati ama mbao unakuta moja imefinywa, ingine iko kubwa kidogo kushinda ingine. Je, nini? Juu labda nyumba ilipotea na hizo inches, kama tuseme kwa mfano ile leo tumepata imepotea na 3 inches. Hiyo ingine ilikuwa imepotea karibu futi moja. Ile ilikuwa inchi 11. Inchi 11. Imekosa inchi moja ijae futi moja. Kwa hivyo tunajaribu kubalance hizo measurement at least wakati ambapo tuta set roof isikute inatusumbua sana juu ya hizo balancing. Lazima tuhakikishe tuna balance hizo diagonals ndio tuone. Nataka tuangalie diagonal kutoka pale kwa ile kona uileta hapa. Hapa tuongeza 1.5 ikue. Sasa ikiwa kama tulipo ilikuwa 39.11 na imekuja 39.8. Kwa hivyo inafaa tugawie hiyo katikati. Hiyo inchi 3. Kumaanisha tunaifinya ile kidogo. Alafu inaongezwa kidogo. Ndio diagonal iingie vizuri. Haya tuseme 39.11 minus 1.5. Si ndio? 1.5 inakuja 37. No. Najua tunatoa kwa hizi inches. Kwa hivyo kwa hizi inches ambazo ziko juu ya 39.11 hapo kwa hiyo 11 ndio tunatoa. Kwa hivyo tutoe inchi moja na nusu. Ambapo ukitoa inchi moja na nusu inakupea 9.5. 9.5. Kweli? Ni kweli. Haya, ngoja tuone. Hebu leta futi yako nini measurement nini tugawe.
ndio hii 11 inches. Sasa utoe inchi 1 na nusu. Kwa hivyo inakuja 39.9 and a half. Yeah. Si ndio? Yeah. 39.9 and a half. Ndio sasa ikuje hiyo nini? Diagonal yetu sasa itakuwa imeingia kwa hii main roof yetu yenye kwa hivyo ukuta ile main yetu itakuwa 39.9. Yeah. Okay. Nataka tupime, turudie tupime hiyo 39.9 ama uongeze kwa hii alama. Kwa hii alama uongeze 1.5 inch ndio ijae 39.9 inches tu. Alama yetu ndo hii na 1 yetu ndo hii na half yake ndo hiyo, so inasonga inakuja hapo. Ilikuwa inakuja 39.8 si ndio? Na ile ilikuwa inakuja 39.11. Aya, sasa juu ile ilikuja 39.11 na hii imekuja 39.8. Sasa nataka tuangalie hapa hivi Songa kidogo. Ukijaribu kuangalia 39.11 imekosa 1 inch ndijae 40 inches. Na ukiangalia ile ilikuwa 39.8 na nyingine imekuja 39.11. Kumaanisha imeachana na 3 inches. Juu imeachana na 3 inches, nataka tuibalance. Ile ambayo ilienda 39.11 hiyo tuiminus na nyingine tuongeze ndio zitoshane. Kumaanisha itakuja 39.9 and a half. Sasa 39.9 and a half ndio sasa tutaweka hapa, turudishe tupeleka pande ile ndio hizo measurement sitoshane. Wacha tuanze na hii ukuta ya kwanza. Aya, shika hapo mwisho. Kwako iko sawa hapo? Kwangu iko sawa. Aya, wacha tuweke 39.9 and a half. Ndio hii 39.9 and a half. Ndio hiyo. 39.9 and a half ndio hiyo. Sasa hii 39.9 and a half juu pande ile ilikuwa 39.11. Sasa juu tume minus 1.5 inch juu imeachana na inchi 3, itabidi sasa tupeleke hiyo 39.9 and a half pande ile nyingine ndio si balance vizuri. Sawa? Haya, twende pamoja. Wacha tulete 39.9 and a half pande nyingine ndio ibalance. Wacha tuone hiyo tofauti ambayo zimeachana. Tuone venye hiyo kitu tutakuwa tumeibalance. That 9.9 and a half iko hapo, imeingia ndani kidogo. That 9.9 and a half imeingia ndani kidogo, kumaanisha hii ukuta hii tumepita na 1/4 imeenda nje na hiyo quarter. Unasaona hiyo kitu hiyo 3 inches wazumu useme haiko sawa, lakini sasa ile unakuja kubalance pale juu wakati ambapo una set truss, hiyo kitu inaleta shida sana na kusumbua juu. Kitu kwanza lazima uhakikishe leveling iko sawa, balancing ya hizo truss iko sawa, ndio usikute wakati ambapo una set truss unaanza kungoa ama kurudia ile kazi ambayo ulikuwa unafanya. Kwa hivyo tunaanzanga na hapa chini kuhakikisha balancing ya kila mahali iko sawa. Nataka tu confirm diagonal, tuone kama diagonal iko sawa. Haya, nataka unishikie kwa ile pale mwisho mahali ulikuwa umeshikia pale. Confirm hiyo diagonal tuone. Haya, kwa hiyo kona mahali ambayo inashikia hapo mwisho, mahali tuliprolong. Okay. Hiyo alama yetu ndio hii. Inakuja 50 feet point 10 and a half. Point 10 and a half iko hapo. Ngoja. Iko 50 inches point 11 inches. Aya, wacha tu ukuje pande nyingine, niende pande ile nyingine tu balance. Utaona hii yenye nimemark na pen. Aya, iko hapo? Iko hapa. Okay. Sawa, wacha sasa tuone hii tatuambia aje. Wow. Imeingia exact. Iko sawa kabisa. 50.11 inches. Lakini kama tunge balance ile measurement ya 3 inches,
ingekuwa sasa ingekuwa mrefu kidogo, haingetoshana hiyo diagonal, lakini juu tumeipeleka measurement ya pande ile tukaleta the side na tukagawa hadi ikaingia, na ndio maana diagonal imekubali. Kwa hivyo kitu cha kwanza setting, tukianzanga tunaanzanga na balancing ya hizo ukuta, ndio at least wakati ambapo tuna balance kila mahali zitoshane vizuri, ndio tukianza kuset raw zetu tunafuata hizo measurement venye inafaa. Kwa hivyo watu wangu, kitu kwanza lazima tuhakikishe balancing iko sawa, ndio sasa tuingie another step, yani tuanze sasa kuweka sole plate. Tukimaliza sole plate ndio sasa tunaanza kuweka tie beam tukifuata level venye inafaa. Asanteni sana watu wangu, kila wakati nakwambia mambo ni mengi, masaa ndio machache. Kwa majina anajulikana kama Musa, the king of roofing. Bye bye.